have a talk kuhusu vitu venye vimekuwa viki happen recently in the social platform. We are having our guests leo and acha wajitambulishe wenyewe starting from this side. Bye. I'm Morgan. I'm Sharon. I'm Vian. I'm Laurette. Okay, thank you. Sasa leo kuna hizi stuff zenye zinatokea kwa social media. Of late talking about gender equality. Of late kuna hii trend imetokea, sijui kama mmeiona ya huu dem amelewa then kawa na sponyo wake fulani kwenye pub, then anatokea amevaa dress na ndani hakuna kitu na amelewa. And now anaenda ku approach huyu msee talking about something, then msee anamfungua nguo na anamwanika. Of late mpaka sasa tunaona like hii video imetrend and now inachukuliwa ni kama huyu dem ni victim hapa. Hiyo ndio kitu yenye inatokea. Sasa sijui nyinyi kwa tuanze na wasichana kwanza. Tuone nyinyi mnachukuliaje, should you think huyu dem ni victim kweli ama hii kitu yeye pia anafaa kuwa held accountable? I said I'm bien. I've seen the clip. I am so sorry to the lady because she was shamed in front of many people. And I've also seen the guy. The guy is losing his job because of a small mistake which could have been, what should I say, inaweza mtu ange escape your mistake. It is only because of alcohol and moral decay in the society, because the lady was intoxicated by, I think so, I've seen the clip, it is 4 men. Yeah, walikuwa it was 4 men. Yeah. I'm not sure, but the guy who was with her, close to her, was the one who was undressing her. I think so. Yeah, huyu ndiye alikuwa anamundress. Now going straight to the point, ukiangalia mpaka sasa hii the last update I got was that huyu msee alizuiliwa, alikuwa detained at the airport when alikuwa anataka ku fly back to America. The guy was a nurse. Okay. The guy is a nurse in another country, has a family, has a wife, has people who depend on the guy. So I think it's normal for him to want to save himself, go back to his country, want to save his family. Me, I'm thinking of the family. Say the mother is so distressed, maybe the mother is not working. Then the girl is also the girl wants money, because how can you shame me in front of people and not paying? So the girl will also want money, kitu tuseme $1 million, or I don't know the price, maybe a girl would want because of being shamed in front of many people, but the girl wants money. The guy is trying to save his job. Ndio maana ana fly back. Now, so briefly like stand yako, do you think Udem, is she really a victim ama yeye pia anafaa kuwa held account on whatever that happened? Both of them should be held account for what has happened, because the girl is in the wrong, because why would you undress yourself in public and still expect people not to judge you or see you differently? Then the guy, why would you take a girl in front, intoxicate her, instead of you, the guy was the one who was dating the girl. Yeah. He brought ahead his friends, I might say his mates, to shame the girl. Because tukiangalia from the details ni kuwa Udem alikuwa side chick wa ujamaa. Sure. No. Now pia tena tukiangalia vizuri, the guy anamwambia tu confidently, bibi yangu akikupata hapa italeta shida, unaona? But now talking about that, maybe now, thank you for that. Maybe mtu mwenye anaweza changia hapa basi atuambie wewe kiwewe unaona aje, cause mimi venye naona huyu dem nayo kuna venye alichoma hapa. Sasa nikwambie, in my opinion, nasema like huyu dem in the first place yeye anakubali kwa side chicks, ndio njia pesa. Hiyo pengine tuseme ako kazi yako mboko, unaona? Sasa kitu ya pili, yeye mwenyewe alitoka kejani kama hajavaa ngoja, unaona?
So yeye kumwandress huko anko amevaa ingekuwa at least, lakini si wamempata off guard hapo. Hata saa zingine ndiye alikuwa anadai in the first place, mbona alienda hapo kama hajava hiyo stuff? Because maybe hata akatuseme ni ventilation, lakini mambo ya sasa ulikuwepo mnaenda bana kama mjavaa, hiyo ni makosa yake. Sasa hakuna victim hapo TDM. Okay, alafu kama umewatch hiyo clip vizuri yote, kuna kwenye unapata before hiyo party fike, kuna kwenye udem ana realize kwa msana amrecord. Ukiangalia video yote vizuri, alikuwa anajua anamrecord mpaka unaona kwenye alishow a sign of kitu akimwambia sijui fuck them sijui nini, akamonyesha the middle finger kwa kamera hivi. Ukiangalia video yote utapata kumaanisha huyu dem alikuwa anajua anakuwa recorded. Na sasa hii trend ndio sijaielewa, pengine sawa wasichana watuambie mazee. Hii fashion ya kutembeanga umevaa nguo bila nini, hebu mtuambie sasa nini yake, route yake ni gani? Maybe tuelewe tu. Prefer hiyo ama mna prefer the first place. Mwanadada na the guy anaitwa Generali walikuwa wameagree ya kwamba yani dem alikuwa shakubali kwa side chick na chenye alipata in return ni pesa, si ndio? Na the guy alikuwa anataka the honey from the bee, si ndio? Msichana alikuja kama anajipanga, hakuwa anajua kama atarekodiwa, si ndio? Msichana kwa ukiwatch hiyo video vizuri, msichana kuna time hiyo umesema anafika anamuuliza why are you recording me? Unaona? So hakuwa anajua anakuwa recorded. So you see the girl alikuwa anataka tu pesa, na the guy anataka nini in return? Taka sali, si ndio? Na akapewa, si ndio? So I don't get why the guy alikuwa na mrecord, na yani anaona tu yule msichana alikuwa intoxicated, haelewi ni nini inaendelea. So the guy is at fault because msichana alicheza part yake, walikuwa wameagree, si ndio? Msichana anasema the guy alikuwa from America ama ni wapi? USA, from US, yeah. So walikuwa wameagree akija huku huyo msichana watakuwa naye mpaka alikuwa shakubali kwa side chick. Si mnaona clearly anaambia sijui bibi yangu akikuona hapa atakasirika ama nini. Kwa hivyo msichana alikuwa anajua kuna bibi na ni sawa, anakubali kwa side chick, anapewa pesa, si ndio? Lakini kwa mbona huyu kijana anamrecord? For instance, acha kwanza the guy is at fault. For instance tuseme akumrecord, si ndio? Wa proceed kutoka hapo udem amelewa, waende tuseme let's say room ama waende hotel, then kutoka hapo have sex, si ndio? Wakisha have sex msichana atoke baadaye asema aje wamemrape. Hiyo ingekuaje? And by then the authorities are so firm to that in as much as mtu alikuwa amekunywa pombe then akakuwa defiled ama akakuwa harassed sexually, the law normally inakuanga so harsh to the boy child. We might not know what really happened and the case might depend on the lawyer ama the one to at least oversee the whole case. The thing here is that boy child, when a mistake happens, it's almost like the probability of him going in a mess iko juu as compared to a girl. So perchance maybe wangeenda to a silent room, they do their thing, then this lady akuja seme that this boy alini defile. The court of course ita rule that this man alidefile the lady, and then kesi itachukuliwa so seriously and so personally, this man atakuwa detained, this man ataenda jela. Hivyo ndo kazi yake imeisha. The future family yenye ilikuwa inamdepend, that is how itakuwa affected. So my thought here is that number one, the boy child pia anafaa fikirie in everything that you do, use your common senses, hata sio complex senses, common senses, and play your game as a man, as a leader, as the head of the family or as the head of the society. Then respect will come back to you. What do you think? You know, Laurette, in the video unasikia jamaa anasema anamwambia udem, mimi bado sijalewa, mimi bado zangu hazijashika, si ndio? Kumaanisha yeye bado alikuwa sober, so he knew what he was doing, si ndio? Msichana clearly tunaona kwa video alikuwa amelewa, so yeye hakuwa anajua what was happening, si unaelewa? Alikuja kujua baadaye, si ndio? So the guy alikuwa anajua chenye anafanya, so everything that happened, the guy is at fault because alikuwa sober, he knew what he was doing. Na wako wameagree atarekodiwa, they never agreed, so the guy is at fault. Lakini unaona the guy
he recorded it for personal consumption. Alisema I only recorded the video for personal consumption, then my phone was hacked, ndio ikareleasiwa to the press. So the guy is also not in fault. So unajua siri yenye lazima tujue, unaona currently sahi in this Kenya sahi hakuna mtu mwenye anashughulika na story zako juu bado hujulikani. But wakati utajulikana utashangaa details zenye ziko kwa simu yako venye zinatoka. Hackers are out here. So inaweza kuwa kweli kwa sababu tukiangalia hapa msee huyu jamaa anaitwa James Opande, bila shaka huyu ni mjaka. Kwa wajaka tuko kwa shida. Ama ni aje Omondi. Wajaka tuko na shida. Sasa ukiangalia kama huyu msee anasema hakuiexpose, unaona? Kumaanisha yeye alichukua ile private because these things do happen. Unapata wasee ama hata couples wameamua pamoja, then they do their things, they record na unaona wanaiweka maybe for their personal interests, but after some time unapata kitu imekuwa exposed, hata hao watu wenyewe hawajui venye imetoka. Take for instance kesi ya nani, kuna back then huko nyuma kesi za Willy Paul zilikuwa zikitrend na si yeye mwenye alikuwa anazipost. So let me get this right. We're talking about moral decay hapa and how it's affecting the gender equality here. So in as much as kuna moral decay, who is being affected the most ama who is left out? So my thought is that it's okay, there's moral decay and we accept that. And in as much as we are fighting it, for sure it will never ever fade. This world is having a lot and there are different types of immoralities. My take is that people out there need to be cautious in as much as you are a masculine or a feminine. But nowadays I do hear there are other genders ishindwe. I don't know. Lore, hebu acha kwanza nikuulize. Kuuliza? Unasema moral decay, si ndio? Moral decay man. So tukiingia kwa hii video, moral decay iko wapi hapa? Moral decay man, look here. Watu ni wasi wameenda kwa sherehe. Like you are in marriage, si ndio? Then kuna zile vows in as much as itakuwa church ama setup yoyote ile. Kuna zile vows that I'll stay faithful. I'll provide this, I'll be accountable for this, I'll be pure to a marriage. Then this man anakuwa na side chick which is off. Number 2, like you are a profession mahali fulani, you are holding the title of a company, the title of a certain institution. Why should you go out kwa pub, entertainment sector kutumia pombe and you're with someone? Laura, tuache maneno yako. Si maneno yangu, look at unataka kujua hiyo kitu italeak. Ndio kwa sasa ngoja unafanya kitu juu unaonekana, ngoja unafanya kitu juu unaonekana ama uonekani? So you mean hiyo usiku kuna ngoja huyu jamaa alirekodi kitu hakuipost. Alafu another thing umeongelea mambo ya moral decay, Laura, you can do something bora uonekani, then that is okay. Ngoja nikwambie, kuna zingine unaonekana zingine usionekane. Morara ameongelea kitu kuhusu moral decay. Alafu side yenye naona akiongelea sana ni kwetu sijui umekuwa kumaanisha yeye alikuwa anaona huyu mwanaume ndiye on the wrong side sana. Jua ameongelea mambo ya marriage akasema tu mjaniruhusu ni ngoja kidogo. You are attacking. Angekuwa na deal na mtoto mdogo hapo na watu. What are you saying you guys? Number 1 ni mtu mkubwa. Hapo kwa moral decay lazima mjue kuwa huyu dem pia on the wrong side. Na watu wakubwa na wadogo maybe wacha nitumie yako karibu na mimi. What do you have to say? Moral decay iko exposed ndio inakuwa sina ama you can just do anything wrong in as much as it's for personal consumption, yeah? Laura, unaweza kuwa mzuri kwa huyu na kwa huyu wewe si mzuri. Unaona? Sasa hiyo video ili leak tu, si ndio? Haujajua Kenya amefanya yenye imepita hapo. Saa zingine unafanyia videos za strong sexual content ni mbona ana record? Ngoja jamaa akiendelea kurecord. Jamaa akiendelea kurecord kuna section fulani yenye udem, okay sorry to say this on camera, but udem alikuwa anamshika njwanga ile anyonji. Unaona ukiangalia hiyo clip vizuri yote kuna section still bado jamaa na record. Ndio ujue moral decay, kama ni kuongelea moral decay iko kwa wote wawili. Ni wote bana. Unaona? Kwa sababu kuna kwenye udem anamshika njwanga ile anyonji. Waende mpaka anauliza huyo msee, si umeniita hapa tukuje twende tutombane. Those are the correct words from the video.
Unasikia? Kumaanisha kama ni kuongelea moral decay, kwanza sana sana dem ameoza hata kushinda mwanaume hapo. Sasa tuko na wasichana hapa. Acha sasa tusikie from the ladies. Unajua tusiwajaji na maybe hiyo story ya kujirecord sasa. Unajirecord aje. But we do have people let's not pretend let's not pretend these things are not there. Acha tusikie from the ladies direct. Mtuambie tu majina nini, the answer is correctly. Do you think it's right dem kutembea dressed like outside alafu ndani hujavaa nini? Right bana, wacha nikwambie. Is it right? Leo according to ukiangalia tu morally, is it upright? Morality ni personal decision. Yeah, it's a very personal decision kwa sababu kila mtu anavaa yenye anamkili. Mike please. Kuna maji mali. So it's hot. It's hot. Tumia mic kidogo, so tumia mic kidogo. Even walking naked can be your right, huh? Let me tell you. Society, as you see society right now, ladies, kuna hiyo what do I say, phrase, your dress your choice. Okay. You can wear whatever you want, however you want. Even your a lady is deemed. Ukiangalia msichana akikuuliza unaweza simamisha mtu because amevaa tume short ama kitu yote, ati mbona umevaa hivi? Okay, sasa tuseme wewe kiwewe. Sasa let's talk about you sasa directly. Wewe unaweza dress hivyo? Ku dress aje? Hivyo bila nguo ya ndani? Nimekwambia ni personal. Swali sasa. Lakini unajua okay, kwa sababu kuna mtu alafu hakuna mtu atajua, si ni wewe living alone the fact uliangalia wapi? So wewe hapo ndo mali kuna nini vile tu utapatana na yeye, ukipatana na yeye umwangalie ndo utajua kama amevaa majava. So sasa sawa, kuvaa na kuvaa ni shida yako. Na sasa ngoja wewe unaweza na uliangalia wapi? Tunaweza amka usahau. Sometimes. Ngoja nikuulize. Unasahau. Jamani wewe you guys. Sasa kulingana hiyo story, hebu sasa yani sasa umesema dressing dem kuvaa ama kutovaa the inner wears. Hiyo ni based on interest. Si ndio? Personal decision. Now leaving alone the fact that hiyo ni personal decision, sasa mimi unajua chenye sija understand ni moral. Now talking about the society venye ina view, is it like are you like kitabia sasa iko sawa ama hapo? Sasa achana na personal interest, jua hata mimi naweza vaa chenye nataka due to personal interest, lakini view ya society inachukuliaje sasa? Juu mimi hapo alafu tena venye huyu msali alikuja akajua huyu dema hajavaa panti, ilifikaje hapo? Hiyo kitu hata sio kwa ndugu wake. Bado wangefika kwa room angeitoa vile. Unaona? Shida si big deal hapo. So mambo ya yeye kurecord ndio big deal hapa, si ndio? Hiyo kitu kama ameamua ni yeye ndiye anafaa kuiona peke yake, si ndio? Sasa yeye vile aliamua kurecord na dem pia akakubali. Juu huwezi niambia that whole time aliona tu anarekodiwa na hakukataa by the way. Angekuwa anakataa angeshika hiyo simu apasue hapo. Unaona? Na hakupasua. But she was trying to take the phone. Kama unachio video vizuri. Si tuko online sasa. Think tuonyeshe. Tusiende kwa that proof and then let me answer his question. Let me say this to our people watching us, yeah? Look at this. Nowadays the society defines what is wrong if it has been verified by the majority. You can see people walking naked and people as much as they may verify, they find it to be okay. Na kuna setup ingine, maybe let me talk about the rural areas. Hawaja verify kuvaa these funny forms of dressing. For them it's a sin. Let me say that there must be dignity. Dignity is something that has respect and generally it's okay. That is what the society needs to embrace. Not what is preferred to be right or wrong according to a setup, beliefs, or even personal decisions. We must embrace dignity. Mahali tuko, setups tuko, and then that dignity must also be applied at a personal level. Do something because you believe it's respect prior to what you do and what you want to come as a result. Simple. Mambo ya right wrong ni sawa. Ni sawa.
Now when it comes to preserving dignity, hiyo ni sawa, you are very right. Now sasa tukimaliza hii story, maana naona tukianza sasa hivi, unajua mazungumzo yangu na Laurent jaiisha. Tutabishana hapa mpaka kesho kutwa, mpaka na ukweli sema to the positive infinity. Now talking about sasa rules taking charge sasa hapa hivi sasa laws za Kenya sasa. When it comes to social life nini na laws za Kenya. Because nikiangalia from the hizo the updates zenye ziko kwa mtandao, tunapata kuwa huyu msee ndio anachukuliwa kama mtu mbaya, unaona, culprit. Alafu udem ndio victim. Unaona? Sasa mimi swali yangu inabaki ni to the society actually. Do you think msee ndio drove the wrong doer hapa, ama ni wote wawili wanafaa kuwa held account? Kwa sababu mpaka sasa hii boy amekuwa detained. Alikuwa anafaa ku travel back to the US but amekuwa detained at the airport akitaka kusafiri. Alafu sasa kila mtu ameenda kwa Saidi demo anamsupport. Unajua, acha nikwambie kitu. Ingekuwa ni demo ako na hiyo simu na record tu njoo ngao msee. Record. Imagine watu wako wanacheka tu hapo. Wengine wakimake fun waseme ni ndogo, ni kubwa nini. Haya nikwambie. Ni vile tu ni demo. Unajua sometimes watu wana consider dem sana wakiwa like hao ndio victims kwa kila kitu. Unaona? Lakini in this case ni wao wawili ndio wameamua acha ni record msee na huyu akakaa hapo wakamrecord. Tusema alishindwa ku restrain kurekodiwa, but the fact that yeye mwenyewe aliamua kufika hapo bila kama javaa na yeye mwenyewe akalewa. Obviously kuna wale mademu wanakuwa wamejijua, like kuna mademu wenye kufika place ya kulewa wanasema mimi nikilewa nitakuwa hivi na hivi. So yeye mwenyewe angefaa kuwa aware analewa na nani hapa in the first place. So hapa tukianza kusema the wrong doer nini, wote wawili wako tu wanafahamu mambo yao. Mimi sisema hakuna wrong doer. Kwa hiyo hapo kesi hakuna hapo. Hapo tunaweza sema maybe it affect you them mentally. Juu sasa aenda amekuwa exposed. Kama umeona hiyo video na umeona ndio huyu dem hapa, hata unaweza mu-approach kwa. Lakini kuna wenye watambuangi though. Lakini sio, unajua itamlimit though, kuna wenye hata mu-approach. Sasa sema inaweza msumbua mentally, but huyu boys akufanya poa ku record your stuff. Na huyu dem pia akufanya poa. Yeye mwenyewe amekubali kuwa side chick. Huyu msee akisema ati vows sijui mkiona mnafaa ku agree kuna nini, wote wawili wali agree. Si ndio? Au consider huyu msee ako na hata huyu dem mwenyewe alikuwa anajua msee ako na bibi. Alikuwa anajua huyu ako na bibi mahali. Na yeye mwenyewe alikubali juu ya pesa. Na in the first place kama huyu dem angekuwa na pesa, tena angefika hapo. Aingempush hadi afike hapo. Yeye mwenyewe angekuwa na pesa yake, angekuwa anafahamu mambo yake. Kumaanisha huyu maskini na kuangaliza pesa pia ni factor. Pesa huko nje. Tafuta tu pesa. Mwacha kusiphon vitu za watu. Hivyo sasa. Ni sawa. Kwa hiyo mmetafuta video ya mtu mkapata. Na hizo zingine zenye hazijapatikana sasa. Jamani, mna view tu na mnajua. Sasa ubiko. So aroe sema wrong doer hapa mani. Wao ndio waliamua kufika hapo. Alafu hao mahackers bana. Hebu hata kama bana account ya huyu kwanza. Let me address the black hats. Tafadhali. Respect other people's privacy. Unajua you have the capacity ya kuingia kwa timu watu. Maybe your sisters, maybe you can say something about that. Maybe ka lesson hivi to the ladies, maana najua kulingana au ukifika kwa hiyo level tuseme ungekuwa na pila aje. Okay, as we resigned, in as much as sisi wasichana tunataka pesa yetu, like kama you know unaona hapo huyo msichana penye alikuwa amefika, maybe alikuwa amejaribu everything na hapati pesa. That's why she decided to go that way. In as much as tunataka pesa yetu, si lazima ikue ati tunapitia hizo njia. You must suffer. Huko nje kuna watu wengi wanasema hakuna kazi, lakini you must try. You try everything. Alafu pia unaona kama like us campus students, sometimes you have to be satisfied with what your parents give you. So it's not a must, yani kila kitu unataka upate. Just be satisfied with what your parents gives you.
yani ukijikubali sisi tuko hivi kwetu na tuko yani siwezi go beyond this, yani utakuwa tu sawa, utakuwa na ile greediness ya sijui nataka pesa nyingine sijui ya kufanya nini, no. Hata hautakuwa na ile tamaa sijui nataka kutafuta pesa yangu, kumaliza shule kwanza alafu utatafuta pesa yako. Yeah. Well said, eh? Very clear. Ningependa kuambia kina dada mjichunge. Si kila mtu unamuona anakutakia mazuri, na si kila mtu unakutana naye anakuonea mazuri maishani mwako, waelewa? Sasa kama namuachane na mabwana za watu nakitafutie pesa yako, wewe bado ni mdogo, miaka 22. Rudia kidogo. Volume. Rudia. Jitafutie pesa yako, fanya bidii, Wachana na mabwana za watu. Tafuta. Si unajua hata hizi vitu zinakuletea laana bure. Yote. So kama wasemavyo mazee, mjukuu ni majuto uja baadaye. So this is a lesson learned mazee. If you want to be a wise man, learn from others' experience. If you want to be a good man, you learn from your own experience. So tukiangalia hapa vizuri, yeah? It's a lesson learned, si ndio? Sure. Kwa maboy child mazee hapa nje. Ni lesson gani? Lesson yenye tunaweza learn ni, yeah? Ndugu yangu, hii maudhui ya uasherati tuachane nayo. That's it. Si najua wewe ni sawa, lakini najua utatetea jueni pocha. Tunafaa hadi hiyo. Hata niongee. Hapana. Wewe hata niongee. Hata niongee. Hata wewe usiulize. Akisema usherati tulia. Bora tulia, hata nikuambie. Huyu jamaa akisema usherati anamaanisha nini? He's talking about wajua kuna wale wanasema hata kunywa chai ni usherati that is involving any sexual attention. Yeah. Haya, sasa unadhani hii kitu yenye wao walikuwa wanafanya ni usherati? Guys, si ni usherati ama? Usherati wewe. Yeah. So usherati ni kitu mzuri ama kijana kindly. How do you define? Guys. Ngoja tu. Tulia tu bana, tulia tu. Usherati tulia. Hao ili mmesema walikuwa wanafanya kitu mbaya, si ndio? Kwani ni mzuri? Ngoja. So wakati huo utakuwa unaifanya itakaa mbaya ama mzuri? In fact I want to enroll as a priest. Haya biko. Na usitupime pima hapa juu ndakushika. Na natuma hiyo video YouTube. Haya, ndakushika tu na ni leo. Si hata ukitoka tu hapa. It's okay. Haya biko, wewe unasema ati hiyo Kenya walikuwa wanafanya ni mbaya, si ni mbaya. Mimi kurekodi na kutuma ni mbaya, lakini Kenya walikuwa wanafanya ni mbaya. Kurekodi na kutuma ni mbaya. Sijui kama unaelewa swali. Nilikuwa nasema aje, sikia. Nikwambie, tusifanye vitu. Unajua yes, nakubaliana na wewe, unaongea from aspect ya mtu ameenda shule akasoma. Mimi naongea kutoka kwa aspect ya vitu zina happen hapa hivi. The reality. Reality. Kuna reality na Kenya umesoma. Unaona? Wewe unaongea na venye umesoma, lakini mimi naongea na reality yenye iko. Reality, tukiongea reality Kenya walikuwa wanafanya ni mbaya. Sasa guys, kama if you are a lady out there na huyo akwe bwana yako, be cautious. Wewe muni kataa baba. That's it. Answer him. Sasa ni maneno ya kwetu. Yeah, answer him. So ni hivyo. Actually what was chochote chenye kilikuwa kinatokea hapo si poa. Generally and mimi according to my view, if laws should be taking place then wote wawili wanafaa kuwa held. Unaona? Hakuna story ya kwetu sijui dem ndio victim hapo. Kwa sababu hakuna venye wewe pia hiyo haiwezekani. Ikifika point yenye mna restrict mtu asiende kufanya kazi yake na bana, hiyo nayo haileti. Sasa tunamaliza hivi. So thank you guys for having you here today for this talk. Now our next show, acha tu niwaambie kabisa, we'll be having the talk about, nasikianga wasichana wakiambia wanaume ukienda kukatia demo na kuambia you are not of my standard, you are not of my type. I wanted to be in our next show tutaongelea hiyo. So far asanteni na karibuni tena. Kata.